Sasa tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema fungu la 10. Paza sauti kila mmoja, sema fungu la 10. Ongeza sauti, sema fungu la 10. Nimesikia msukumo mkubwa sana kufundisha fundisho hili kwa habari ya fungu la 10, kwa sababu watu wengi pia hawafahamu kuhusiana na somo hili muhimu. Unaposoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14 na mstari wa 22, Kumbukumbu la Torati sura ya 14 na mstari wa 22, Biblia nasema, usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shambani mwaka baada ya mwaka. Chora mstari neno nalosema usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Usiache. Sasa swali muhimu la kujiuliza, fungu la 10 ni nini? Fungu la 10 ni moja ya 10 ya mapato yako yote. Unapaswa kuitoa hiyo moja ya 10 kwa Bwana. Kwa mfano, tunaposema moja ya 10, labda na hesabu hapa wazee wa kanisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yule anayeangukia namba ya 10, hilo ndio fungu la 10 la Bwana. Moja ya 10 unaitoa kwa Bwana. Ina maana kama umepata vitu 100, vitu 100, katika vitu 100 kuna vitu 10 vya Bwana vinavyotoka katika moja ya 10. Sema amen. Ina maana katika vitu 10 unavyopata, unapaswa kumtolea Bwana kitu kimoja. Umepata shilingi 9, basi shilingi 1 ni ya Mungu. Umepata shilingi 100, shilingi 10 ni ya Mungu. Umepata shilingi 1000, unafahamu kabisa shilingi 100 ni ya Mungu. Kwa hiyo fungu, zaka ya fungu la 10 ni moja ya 10 ya maongeo yako, ya mapato yako unayoyapata kwenye biashara yako, wiki kwa wiki, mwezi kwa mwezi, mwaka kwa mwaka. Na maandiko katika Kumbukumbu la Torati tumesoma hapa 14, anasema usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Usiache. Hilo ni agizo. Sema amen. Sema tena kwa sauti amen. Lakini vile vile ukisoma katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 27, Mambo ya Walawi sura ya 27, angalia pale katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27, Mambo ya Walawi sura ya 27, angalia mstari wa 30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni ya mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Soma nyuma yangu kwa sauti kabisa. Tena zaka yote ya nchi, kama ni ya mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, na mimi naongeza hapo, kama ni mshahara wa mwisho wako wa mwezi katika kazi yako, kama ni faida ya biashara yako, ni takatifu kwa Bwana. Anasema ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Yaani hapa kuna vitu viwili utakao choree mstari. Kwanza kabisa anasema ni ya Bwana, alafu 2, ni takatifu kwa Bwana. Ina maana mtu anapotumia zaka kwa matumizi yake, ametumia kitu kitakatifu kwa Bwana. Kumbuka katika hii Mambo ya Walawi 27:30 andiko limesemaje? Zaka yote
iwe ni ya mbegu ya nchi, iwe ni ya matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Ina maana kila mtu anapoitumia zaka kinyume cha kuileta nyumbani mwa Bwana, ametumia kitu kitakatifu kwa Bwana kinyume cha maelekezo ya neno la Bwana. Kwa kila unapotumia zaka, umetumia kitu cha Bwana, umetumia kitu kitakatifu cha Bwana ambacho Mungu hakukuelekeza ukitumie. Kwa kitu cha kwanza kabisa cha muhimu kuhusiana na zaka, unapaswa kufahamu kwamba zaka ni 1/10 ya kila pato la kazi zote za mikono yako. Lakini jambo la pili, unapaswa kufahamu kwamba zaka zote ni za Bwana na ni takatifu kwa Bwana. Tuangalie tena andiko lingine, Mwanzo sura ya 14, angalia mstari wa 20. Biblia inasema, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Unaona, Ibrahim alitoa zaka ya fungu la 10 la vitu vyote. Kama alikuwa na ng'ombe 10, alitoa ng'ombe 1 kama fungu la 10. Kama alikuwa na mbuzi 10, alitoa mbuzi 1 kama fungu la 10. Kama alikuwa na kondoo 10, alitoa kondoo 1 kama fungu la 10. Kama alikuwa na viwanja 10, alitoa kiwanja kimoja kama fungu la 10. Maandiko yanasema Ibrahim akatoa fungu la 10 la vitu vyote. Watu wengi wanatoa zaka ya fungu la 10 labda pesa peke yake, lakini ana kuku pale nyumbani wanafika 10, hatoi fungu la 10. Ana mbuzi pale nyumbani wanafika 10, hatoi fungu la 10. Ana mifugo, ana vitu mbalimbali, hatoi zaka. Lakini tunasoma hapa Ibrahim, baba wa imani, anatoa zaka ya fungu la 10 la vitu vyote, sio pesa peke yake. Kuna mtu amezingatia kila mwisho wa mwezi ni mwaminifu bila kupitiliza muda wala tarehe, anatoa zaka ya fungu la 10 kutoka katika mshahara wake. Lakini katika mambo mengine hashughuliki. Lakini tunamsoma baba wa imani anatoa zaka ya fungu la 10 la vitu vyote. Kama unanielewa sema kwa sauti amen. Ongeza tena sauti amen kama kweli unafurahia mafundisho. Lakini pia tuangalie katika kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 42. Luka sura ya 11 mstari wa 42. Luka mtakatifu sura ya 11 mstari wa 42. Biblia inasema, lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Unaweza kuona pia watu wengi wanafundishaga kwamba mambo haya ya kutoa fungu la 10 hayatuhusu sisi wa Kristo, kwa sababu yalikuwa ni mambo ya Wayahudi huko, wala Yesu hajazungumzia mambo ya kutoa fungu la 10. Lakini tunaona hapa Yesu anazungumzia mambo ya kutoa fungu la 10. Anawaambia, ninyi Mafarisayo mnatoa zaka za mchicha, za binzari na mboga zote, mnatoa zaka, lakini mnaacha mambo ya adili ambayo pia ni upendo wa Mungu. Mlipaswa kuyafanya yale ya kwanza, na haya msiyaache. Na unakumbuka tumesoma katika Kumbukumbu la Torati 14, anasemaje? Usiache kutoa zaka. Na hapa Yesu anasemaje? Yale mengine msifanye nini? Msiyaache. Kama unanielewa punga mkono sema amen. Na utanielewa vizuri sana, kwa sababu leo nimemwomba Mungu
anisaidie niende polepole ili upate kuelewa. Kwa hiyo unapaswa kufahamu kwamba zaka ni 1/10 katika mapato yako yote. Unapaswa kutoa zaka ya fungu la 10 katika vitu vyako vyote kama Ibrahim naye alivyofanya. Wasiotoa zaka hawawezi kufanikiwa kwa sababu, nimeziandika sababu hapo. Nimeona hizo sababu sina muda wa kuzihubiri, nitaziacha, lakini fundishe msingi kwanza, uelewe nini maana ya zaka. Kama muda utatosha, wakati mwingine nitakufundisha kwa nini wasiotoa zaka hawafanikiwi. Inawezekana hutoi zaka kwa sababu hujui zaka ni nini, hujui umuhimu wa zaka ni nini, hujui kwa nini unatakiwa utoe zaka. Sasa wakati mwingine unaweza kuwa unaishi kwenye laana ya zaka, lakini kwa vile hujui zaka ni kitu gani na ndio maana umeipuuza. Hayo nitayafundisha wakati mwingine, lakini leo nitafundisha kipengele kinachosema sababu zinazofanya watu kutokutoa zaka. Sababu zinazofanya watu kutokutoa zaka. Sasa hapa nimekuwekea sababu 3 kwa nini watu hawatoi zaka. Sababu ya kwanza ambayo hupelekea watu wengi kutokutoa zaka ni kuwa watu hufikiri, hudhani ya kuwa fungu la 10 ni mambo ya Agano la Kale. Kwa hiyo wao hayawahusu. Watu hawatoi fungu la 10 kwa sababu hufikiri kwamba fungu la 10 ni maagizo ya Agano la Kale, ni maagizo ya Torati. Kwa hiyo wao haiwahusu. Mimi leo nataka nikuonyeshe kwamba utoaji wa fungu la 10 sio agizo la sheria. Japo sheria baadaye ilipokuja ilikuja kukazia na kuweka kama sheria utoaji wa zaka ya fungu la 10. Fungu la 10 sio agizo la Torati, kwa maana sheria ya utoaji wa fungu la 10 ilikuja miaka zaidi ya 400 baadaye. Utoaji wa zaka ya fungu la 10 ulianza kabla ya Torati, kabla ya sheria tuliyoisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa ngapi tulisoma pale? Wa 27, kwamba usiache kutoa zaka. Hiyo ni Torati inawaagiza Waisraeli usiache kutoa zaka. Lakini ukumbuke zaka hii ilianza kutolewa miaka zaidi ya 430 kabla ya Torati. Kipindi cha kwanza kabisa cha maisha duniani kinaitwa kipindi cha kutokuwa na hatia, innocence period, kipindi ambacho watu waliishi bila dhambi, bila hatia, bila makosa. Kinaitwa kipindi cha bustani ya Edeni, mahali ambapo Adam na Hawa waliishi kabla ya anguko. Kinaitwa kipindi kisicho na hatia. Baada ya anguko, Adam na Hawa walitupwa nje ya bustani ya Edeni, waliondolewa katika kipindi kisicho na hatia. Sasa kikaingia kipindi kinachoitwa kipindi cha dhamiri. Kwa hiyo watu wakaishi kwa kuongozwa na dhamiri zao, na zaka ya fungu la 10 ilianza kutolewa kipindi cha dhamiri, kipindi ambacho hakuna sheria, hakuna Torati, hakuna maelekezo yoyote yaliyoandikwa kama sheria ya Mungu, isipokuwa watu waliishi kwa kufuata dhamiri zao. Na kwa kawaida ndani ya dhamiri ya mwanadamu kuna sifa kuu 2. Dhamiri ina tabia au sifa ya kutetea kila unapotenda jambo la haki, na inakushuhudia kwamba umefanya haki. Lakini jambo la pili, dhamiri ina tabia ya kushtaki. Kila unapokosea, dhamiri itakukosoa na kufanya hukumu ndani ya moyo wako, kukuonyesha kile ulichokifanya sio sahihi. Baada ya kipindi cha dhamiri kinaitwa kipindi cha sheria. Sasa ndio Musa anatoka mlimani, anashuka baada ya kukaa siku 40 mlimani, anashuka na vipande viwili vilivyoandikwa amri 10 za Mungu.
sheria sasa ndio zikaanza kutungwa kutoka kwenye zile amri 10. Hivi unaelewa kuna tofauti ya amri na sheria? Kwa kawaida amri ziko 10, amri 10 za Mungu. Lakini sheria za Mungu ziko zaidi ya 600. Unaposoma katika Biblia yako kuna zaidi ya sheria 600 ambazo zote zimetungwa kutokana na zile amri 10. Piga kelele kama unanielewa, sema amen. Alafu sasa kinakuja kipindi kinaitwa kipindi cha neema. Sasa hiki ndio kipindi chetu. Sasa basi twende pale katika kipindi cha dhamiri na kipindi cha neema. Sawa eh? Sasa angalia hapa, nimekuwekea ubao. Unaona ubao huu hapa? Unaona ubao huu hapa? Huu ni ubao nimekuwekea. Upande huu hapa nimeandika kipindi cha dhamiri, kipindi cha neema. Tunavilinganisha hivi vipindi viwili, dhamiri na neema. Tunaachana na kipindi cha sheria na torati, ili tuone, je, sisi watu wa Mungu tunaoishi katika kipindi cha neema tunapaswa kutoa zaka au hatupaswi kutoa zaka? Sema amen. Nimekuambia katika kipindi hiki hapa cha dhamiri watu waliyafanya mapenzi ya Mungu, ikiwemo kutoa zaka kwa kuongozwa na dhamiri zao. Sawa eh? Sawa. Angalia katika kitabu kile cha Warumi. Warumi sura ya 9. Warumi sura ya 9, angalia mstari wa 1. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Unaweza kuona eh? Kwa kumbe dhamiri sasa inaonyesha kwamba ndio inaweza kumtambulisha mtu hapa amefanya kosa au ametenda haki. Hivi ni kitu gani kama hakuna sheria inayosema usiseme uongo kitakacho kujulisha kwamba umesema uongo? Kama hakuna sheria inayosema usiseme uongo, maana yake dhamiri iko pale kama sheria ya Mungu ndani yako. Iko pale kwa ajili ya kukufahamisha ikiwa umesema uongo, itakushuhudia kwamba hapa umesema uongo. Na ikiwa umesema kweli, itakushuhudia kwamba hapa umesema kweli. Kama Paulo anavyosema, nashuhudia katika roho yangu, nasema kweli, dhamiri yangu ikinishuhudia, sisemi uongo. Sema amen, haleluya. Sasa basi angalia andiko lingine. Angalia katika kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 2 mstari wa 15. Ukumbuke hata kama hakuna sheria yoyote iliyohubiriwa, iliyotangazwa, bado dhamiri ndani ya moyo wa mwanadamu ni sheria ya Mungu iliyoko ndani. Na sheria hii ya Mungu iliyoko ndani inayoitwa dhamiri ndiyo iliyowaongoza watu wa Agano la Kale ambao hawakuwa na sheria ya torati kutoa zaka na kuyafanya mambo mengine yote ya usuyo mapenzi ya Mungu. Nimekuambia kitabu gani? Warumi sura ya 2. Angalia mstari wa 15. Labda tuanzie mstari wa 14 ili uelewe. Hawa ni watu wa mataifa ambao hawakuwa na sheria wala torati. Biblia nasema, kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya torati, hao wasio sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Sawa eh? Sawa. Sasa hapo unajifunza dini. Ibrahim aliongozwa na dhamiri kutoa zaka. Na maandiko katika Agano Jipya yanatutaka kuwa watu
watu wenye dhamiri safi, dhamiri njema. Kila aliye na dhamiri njema hawezi kuacha kutoa zaka ya fungu la 10, kwa sababu dhamiri iko pale kumshuhudia. Anasema watu hawa wa mataifa wasio na torati, wasio na sheria, wafanyapo mambo yaliyo katika torati, wao wenyewe wamekuwa torati kwa nafsi zao, kwa kuwa wanayafanya mambo ambayo yameandikwa katika torati, dhamiri zao wenyewe zikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Kwa kila mtu ambaye ameokoka anampenda Yesu, ni sharti aishi akiwa na dhamiri njema. Na ikiwa unayo dhamiri njema, hauwezi kuacha kutoa zaka ya fungu la 10, kwa sababu Ibrahimu ambaye wewe unasema ni baba yako wa imani, alimtolea Mungu zaka ya fungu la 10 bila kuamuriwa na sheria, isipokuwa aliamuriwa na dhamiri yake na akatii dhamiri yake. Kwa sababu hiyo tunaweza kusema dhamiri ni mwalimu aliyewafundisha watu wa zamani za kale wasiokuwa na sheria ya Mungu wala torati wala amri 10. Dhamiri iliwafundisha, ikiwemo pamoja na kutoa zaka, kama jinsi ambavyo sasa katika kipindi hiki tulichonacho kinaitwa kipindi cha neema, kama jinsi ambavyo dhamiri katika kipindi kile kisichokuwa na torati wala sheria ilikuwa mwalimu aliyewafundisha mambo yote ikiwemo kutoa zaka, ndivyo ambavyo kipindi cha neema naye anasimama kama mwalimu anayetufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia, tupate kuishi kwa haki. Hii ina maana kama wewe unayo dhamiri na unayo neema, hauwezi kuacha kutoa fungu la 10, kwa sababu hao wenzetu walikuwa na dhamiri peke yake, wala hawakuwa na neema, na bado walitoa zaka. Wewe unayo dhamiri na bado unayo neema, halafu unaacha kutoa zaka. Kama Ibrahimu alitoa zaka kwa kutii maelekezo ya dhamiri, Agano Jipya tuna dhamiri, halafu tuna neema, halafu 3 tuna Roho Mtakatifu. Paulo anasema dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu sisemi uongo. Unaona Kwa hiyo hapa Paulo anaonyesha kwamba anayafanya mapenzi ya Mungu kwa msaada wa dhamiri, kwa msaada wa neema na msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Ikiwa unayo dhamiri njema, dhamiri safi, hutaacha kutoa zaka ya fungu la 10. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini katika agano lile sio katika agano, katika zama za kale, kabla ya agano la kale, kumbuka kuna maisha ambayo watu waliishi kabla ya agano la kale, na kuna maisha sasa tunaishi baada ya agano la kale. Sababu ya pili iliyopelekea watu kutoa zaka ya fungu la 10 katika maisha kabla ya agano la kale ni kwa sababu Bwana alikuwa Mungu wao. Hii pointi nitaifafanua vizuri. Niangalieni hapa. Niangalieni hapa, ngoja nipande hapa juu kidogo. Roho Mtakatifu nisaidie nitoe ufafanuzi vizuri. Angalia. Sababu ya kwanza iliyopelekea watu kumtolea Mungu zaka ya fungu la 10 kabla ya agano la kale, sababu ya kwanza ni kwa sababu waliongozwa na dhamiri zao kumtolea Mungu zaka ya fungu la 10. Sababu ya pili iliyopelekea watu kumtolea Mungu zaka ya fungu la 10 kabla ya agano la kale ni kwa sababu Mungu alikuwa Mungu wao. Yaani Bwana alikuwa Bwana wao, alikuwa Mungu wao. Kila wakati Mungu anapokuwa Mungu wako, kila wakati Bwana anapokuwa Mungu wako, kigezo pekee au alama inayoonyesha sasa Bwana
ni Mungu wako ni kutoa zaka ya fungu la 10. Watu hawatoi zaka ya fungu la 10 kwa sababu Bwana sio Mungu wao. Angalia Mwanzo sura ya 20 mstari wa 28. Angalia, nitakufafanulia andiko hili ambalo pengine ulikuwa hujapata ufunuo wa aina hii. Ni andiko ambalo umekuwa ukilisoma siku zote, lakini kuna kitu nitakufundisha hapa. Mwanzo sura ile ya 28. Kila mmoja fungua kitabu cha Mwanzo 28. Wale ambao hamna Biblia ndio mnaolala kanisani. Una Biblia hujishughulishi kwa lolote. Na kama umekaa na jirani analala, muamshe. Ambie jirani, mbona umetoka kuamka tu muda mchache uliopita, unalalaje saa hizi? Angalia kitabu kile cha Mwanzo 28, angalia mstari wa 22. 20. Biblia inasema, Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, sikiliza vizuri hapo nielewe, akinilinda katika njia niendeayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Sikiliza hapo, angalia hiyo, chorea mstari, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kwa nini nitakutolea wewe sehemu ya 10? Kwa sababu sasa nimethibitisha wewe ni Mungu wangu. Sema amen, haleluya. Wangapi Bwana ni Mungu wao? Kwa tunamtolea Bwana zaka ya fungu la 10 kwa sababu Bwana ni Mungu wetu, lakini vile vile tumethibitisha hapa ni nyumba ya Mungu. Hapo unapata tafsiri gani? Kama utaki kutoa fungu la 10, hii ni sawa na kusema mimi sitoi fungu la 10 kwa sababu Bwana sio Mungu wangu, na hapa ninaposali sio nyumba ya Mungu. Yakobo anasema, na hapa Yakobo alikuwa bado hajamthibitisha Mungu kama Mungu wake, ila alikuwa anaona ni kama Mungu wa baba yake au babu yake Ibrahimu. Sasa anapopita katika mapito, anakumbuka kwamba huyu Mungu alimsaidia babu yake Ibrahimu, akamsaidia baba yake Isaka, na sasa kweli Mungu, mimi nimekuona ukimsaidia babu yangu, ukamsaidia baba yangu, na mimi sasa nimeingia katika tabu na mateso. Ikiwa utakuwa pamoja nami katika njia niendeayo, ukanipa chakula nile, ukanipa nguo nivae, ukanilinda, ukanirudisha salama nyumbani kwa baba yangu, hapo ndipo nami nitathibitisha kwamba wewe umekuwa Mungu wangu. Na tena hapa nilipoweka hili jiwe, nitajenga nyumba, na kila utakachonipa nitakutolea zaka ya fungu la 10. Hii ni tafsiri kwamba watu wa kale walimtolea zaka Mungu aliye hai kabla ya Torati wala sheria wala manabii, kwa sababu walitambua ya kwamba Bwana ni Mungu wao na anastahili kupokea zaka yao. Haleluya. Kwa hiyo mtu ambaye hatoi zaka anatupa tafsiri mbili. Ya kwanza, Bwana sio Mungu wake. 2, hapa anapoabudu, ambapo anapaswa alete zaka, sio nyumba ya Mungu. Unga mkono namna hii. Kwa hiyo uko pale, lakini Bwana sio Mungu wako, kwa sababu kila ambaye aliprove, alithibitisha kwamba Bwana ni Mungu wake, alitoa zaka kwa uaminifu. Pungiane hewani. Hebu mguse mpoki mwenzako namna hiyo, mguse kidogo hiyo. Mwambie unapata hiyo? Unapata hiyo dozi?
Haya, muulize swali, Bwana ni nani yako? Je, Bwana ni Mungu wako? Unatoa zaka? Anasema Bwana utakuwa Mungu wangu, na kama Bwana wewe ni Mungu wangu nitakupa zaka. Kwa wale wote msiotoa zaka, Bwana sio Mungu wenu. Au pengine hamjaprove, bado hamjathibitisha kwamba huyu Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu ni Mungu wenu. Kwa hiyo hatutoi zaka kwa sababu tunalazimishwa na sheria tutoe zaka. Tunatoa zaka kwa sababu tumetambua ya kwamba Bwana ni Mungu wetu, na hapa tunapoabudu ni nyumba ya Mungu. Kwa upendo wetu tunampa Mungu zaka ya fungu la 10 kwa sababu ameagiza. Nilikuwa namsoma mtu mmoja, mwandishi mmoja wa vitabu, anasema zaka ya fungu la 10 wakati mwingine inafananishwa na mti mmoja katika bustani ambao Adam na Hawa alizuiliwa asiule. Kwa sababu katika miti 10 uliopewa, ule mmoja tu katika matunda 10, tunda moja ndio Mungu anataka, moja tu. Nilikuwa nasoma kitabu cha Fimbo ya Mchungaji. Yule mwandishi wa Fimbo ya Mchungaji anasema Bwana ameamuru tutoe zaka, 1/10 ni yake, alafu sisi tubaki na vitu 9 pamoja na baraka zote za Mungu. Yaani katika vitu 10 toa 1 mpe Bwana, alafu wewe kula vile 9 pamoja na baraka zote za madirisha ya baraka za mbinguni. Lakini anasema ajabu ni kwamba watu ambao hawajamchagua Bwana kuwa Mungu wao huchagua kula 100% pamoja na laana kuliko kula 90% pamoja na baraka. Yaani kila unapoamua kula zaka yote, yaani kula mapato yote bila kutoa zaka, ni sawa na kusema nimeamua kula 100% ya mapato yangu pamoja na laana zake zote. Na yule anayeamua kutoa zaka ni sawa na kusema nimeamua kula 90% pamoja na baraka zote za Mungu aliye hai. Sasa swali ninalokuachia, unachagua kula ipi? Kula 90% na baraka zote, au kula 100% na laana zote? Kipi bora? Kipi rahisi? Kipi unachagua? 90% pamoja na baraka au 100% pamoja na laana? Wanaosema 90% pamoja na baraka tuinue mikono. Wanaosema 100% pamoja na laana zake tuinue pia mikono. Hamna. Sasa kama hamna, kwa nini utoi? Ina maana hata kama unyoshi mkono kwamba umechagua 100% na laana zake, kitendo tu cha kutoa zaka kinatoa tafsiri kwamba tayari umechagua kula 100% na laana. Na bahati mbaya ni kwamba hakuna sadaka ambayo usipoitoa utalaaniwa isipokuwa zaka. Mbaya. Kama tuko pamoja punga mkono hivi. Hem, tuendelee mbele kidogo. Sasa basi, ikiwa wenzetu wa zama za kale kabla ya agano jipya, kabla ya agano la kale, lakini pia kabla ya agano jipya, walimtolea Bwana zaka sio kwa kusukumwa na sheria, isipokuwa kwa kusukumwa na upendo na ule ufahamu wa kumjua Mungu kama Mungu wao binafsi. Sisi je, tutapataje kupona tusipojihali mambo ambayo wenzetu waliyafanya bila andiko lolote? Yaani hao wenzetu waliyafanya mambo ambayo hayakuwa na maandiko, yaani hawakuwa na reference.
wewe sasa hivi katika agano jipya unayo dhamiri, unayo Roho Mtakatifu, unayo neema, unayo maandiko, na unaye mchungaji unayehudhuria kila Jumapili akikufundisha, na bado una shingo ngumu. Sasa ndio hapo Biblia inasema tutapataje kupona tusipojali wokovu? Piga kwa sauti amen. Sema kwa sauti ya juu amen. Kwa hiyo sasa basi, kwa muktadha huu, zaka sio agizo la sheria, ijapokuwa ni agizo la sheria ambalo lilianza kwa sheria inayoitwa dhamiri. Kitu pekee ambacho hakiwezi kutanguka kwenye moyo wa mwanadamu ni dhamiri yake. Yaani dhamiri unayo milele na milele. Na Yesu alisema, mimi sikuja kutangua Torati wala manabii, bali nimekuja kuitimiliza. Hii ni sawa na kusema, kama watu wa Torati walishindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu kikamilifu, mimi nimekuja, nimewapa neema, nimewapa na Roho Mtakatifu, mtafanya kwa usahihi, kwa ubora zaidi ya wale ambao walitegemea sheria peke yake bila neema wala Roho Mtakatifu. Ina maana Mungu anategemea sisi katika agano jipya, watu ambao tuna dhamiri, watu ambao tuna Roho Mtakatifu, watu ambao tuna neema, watu ambao pia tuna andiko, tuna neno. Tutafanya kwa ubora na vizuri zaidi kuliko wakati kabla ya sheria, wala kuliko wakati wa sheria, wala wakati wa manabii. Sisi ndio watu tunatakiwa kufanya kwa ubora, kwa sababu vitu vyote vya kutusaidia kufanya kwa ubora tunavyo. Piga kelele, sema amen. Wangapi Bwana ni Mungu wao? Kama Bwana ni Mungu wako, utatoa sadaka ya fungu la 10. Hutakuwa mwizi. Kulikuwa na mshirika mmoja, yaani yeye tangu tumeanzaga hili kanisa sijai kumuonaga ametoa zaka. Na bahati nzuri tunalo daftari la zaka ambalo linaonyesha listi ya watu wanaotoa zaka tangu mwaka 2000. Maana kanisa hili tulianza 2009. Tangu mwaka 2010 sijui. Nikaanza kumuonyesha, haya angalia huu mwaka hapa, mwaka unaofuata. Hamna jina lake hata sehemu moja. Na ni mshirika. Unashangaa. Sema amen. Sababu ya pili inayopelekea watu kutoa zaka. Kwa hiyo tumeona sababu ya kwanza, watu wanafikiri zaka ni agizo tu la kisheria, kwa hiyo wao wako agano jipya haliwahusu. Nimekwisha kukuonyesha zaka, utoaji wa zaka sio agizo la Torati, sio agizo la sheria. Ni kitu ambacho kilikuwepo ndani ya moyo wa mwanadamu. Mungu alikiweka kupitia dhamiri yake. Kwa kila mtu ambaye ana dhamiri safi, ana dhamiri njema, atatoa zaka. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu watu waligundua kwamba Bwana ni Mungu wao, kwa hiyo walimtolea zaka. Kwa hiyo watu wengine wanafikiri kwamba hiyo ilikuwa ni nadhiri ameweka. Hapana. Tafsiri vizuri lile andiko. Kama Bwana utakuwa nami, ndipo utakuwa Mungu, na ukiwa Mungu wangu nitakutolea zaka. Manake mtu hawezi kutoa zaka kwa Mungu asiye Mungu wake. Hupasi kutoa zaka kwa Mungu asiye Mungu wako. Kama umeprove Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu wako, ni sharti umtolee zaka, maana ni Mungu wako. Ilo mkono sema amen, haleluya. Kuna watu naona sura zao ni kama zinabadilika, lakini ndio dawa. Mwambie mwenzako ndio dawa hiyo. Dawa chungu ndio inayoponya. Lakini hapa nakufundisha kipengele kinachosema sababu zinazofanya watu wasitoe zaka. Hii ni sababu ya pili. Sababu ya pili, watu hawatoi zaka kwa sababu wamerudi nyuma. Kutoa zaka kanisani ni dalili moja ya mtu kurudi nyuma.
pale ambapo maisha ya mtu yanashuka shuka kiroho, kitu kimojawapo anachoacha kufanya ni kutoa fungu la 10. Kuja ibadani pekee sio kiashiria pekee kinachoonyesha kwamba una Mungu na unaendelea mbele. Kutoa zaka kanisani ni dalili moja ya mtu aliyerudi nyuma. Pale ambapo maisha yako yanapoapoa kiroho, kitu pekee cha kwanza au kimojawapo anachoacha kukifanya ni kutoa zaka. Mtu akisharudi nyuma hawezi tena kuwa mwaminifu kutoa zaka. Pamoja na mambo mengine ataendelea kuyaacha, lakini kitu kimojawapo mtu anachoacha kufanya baada ya kurudi nyuma ni kuacha kutoa zaka kwa uaminifu. Na sio tu kutoa zaka kwa uaminifu. Kwa sababu kama wewe unapata milioni 5 lakini unajaribu kuficha usionekane wewe si mwaminifu, unatoa 100,000, kumbe ulipaswa utoe 500,000 kama zaka kamili, bado hiyo ni dalili pia inaonyesha umerudi nyuma. Kwa sababu Biblia imeagiza leteni zaka kamili. Mpiga kelele sema zaka kamili. Kwa hiyo sababu ya pili inayozuia watu kutoa zaka ni kwa kuwa wamerudi nyuma. Mithali sura ya 1 mstari wa 32, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Angalia sababu ya 3 sasa. Sababu ya 3 inayopelekea watu kutoa zaka. Watu hawatoi fungu la 10 kwa sababu wanampenda Mungu kidogo. Wanampenda Mungu nusu nusu. Wanampenda Mungu kwa kiasi kidogo. Kwa kila wakati tunapompenda Mungu nusu nusu, hatuna moyo mkamilifu katika kumpenda Mungu, huo ndio wakati ambapo hatutoi zaka. Huwezi kusema kwamba wewe unampenda Mungu wakati unashindwa, unajaribiwa na 1% ya 10 ambayo Mungu anaitaka umtolee, alafu ujigambe kwamba unampenda Mungu sana. Huo ni uongo. Maandiko yanasema watoto wadogo, tusimpende Mungu kwa ulimi, bali tumpende kwa tendo na kweli. Kitu gani pekee ambacho kinaweza kuonyesha unampenda Mungu, unamheshimu Mungu? Ni pale unapotoa zaka na malimbuko yako. Unaposoma katika kitabu kile cha Mithali sura ya 3, angalia sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Piga kelele nyuma yangu, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Hivi hapa Biblia imesema mheshimu Bwana kwa mali yako kiasi gani? Yote. Na kwa malimbuko ya mazao yako kiasi gani? Yote. Ni wangapi mnalima, mnavuna na hamtoi malimbuko? Ni wangapi mnamlilia Bwana, nipe kazi, nipe kazi, nipe kazi? Bwana anakupa kazi, lakini inapofika saa ya kumtolea Bwana limbuko la mshahara, Bwana anakuwa adui, haumheshimu tena. Kitu pekee ambacho kinaweza kuonyesha alama ya upendo wako, ya heshima yako kwa Mungu, ni vile unavyokuwa tayari kumtolea Bwana malimbuko na zaka kwa uaminifu. Unalima, kuna wengine hamtoi hata zaka ya mazao. Unalima, unavuna magunia 20, unalamba yote, alafu huko pale unalia machozi, Mungu nakupenda. Mungu anashangaa, ananipendaje huyu? Sikilizeni, Yesu alisema
kuzishika amri zangu. Yeye anipendaye ni yeye aliye na amri zangu na kuzifanya. Yeye asiyenipenda ni yeye asiyefanya mapenzi yangu ni mwagizayo. Alafu unajisifu, nimevuna kweli. Malimbuko yako wapi? Fungu la 10 liko wapi? Tena huwa tunasema malimbuko wakati mwingine kama ya mazao. Umelima mahindi, unaingia shambani, kabla hujaanza kula wewe unaenda na kikapu, unajaza kikapu, unachuma kama ni yale mahindi, unajaza kikapu, ndip unapeleka nyumbani mwa Bwana. Malimbuko, first fruit. Lakini fungu la 10 la mazao ni baada ya mavuno. Umevuna gunia ngapi? Nimevuna gunia 200. Mtaji wangu niliutolea fungu la 10 safi. Ulikuwa shilingi ngapi? Milioni 2. Jumla ya mauzo ya magunia 200 nimepata shilingi ngapi? Milioni 20. Toa mtaji milioni 2, inabaki milioni 18. Toa zaka sasa. Sema amen, haleluya. Sasa unakula vyote, manake umechagua kula 100% pamoja na laana zake. Wakulima oe, wakulima oe. Toeni zaka ya mazao yenu. Toeni zaka ya mazao yetu, usimchezee Mungu. Kwa sababu huu utani tunaofanya, kuna wakati tutajikuta tumesimama kwenye kona ya hukumu ya Mungu. Hatutakuwa na mahali pa kukimbilia, na tumekaa kanisani muda wote. Sasa wakati naenda kumalizia sasa, yafuatayo ni baadhi, sio yote, baadhi ya mawazo ya watu wasiotoa zaka. Yaani haya mawazo ndio yanayowatia moyo katika kutokutoa zaka. Baadhi ya mawazo ya watu wasiotoa zaka ya fungu la 10. Baadhi ya mawazo ya watu wasiotoa zaka. Kwa haraka haraka, niangalie, nipunga mkono hivi. Kwa haraka haraka nataka nikupe baadhi ya mawazo 11 ya watu wasiotaka kutoa fungu la 10. Wazo la kwanza. Jamani, kwenye eneo la mawazo, Mungu anafuatilia mawazo yetu. Yaani kabisa. Yaani Mungu hufuatilia mawazo. Kama na wewe hutoi zaka kwa sababu una aina hii ya mawazo, geuka leo, tubu leo, badilika leo. Nasema badilika leo. 1. Wazo la kwanza la watu wasiotoa zaka, wanasema hivi moyoni, au wanaongea na wenzao wakisema, napata kidogo sana, hivyo siwezi kutoa zaka. Napata kidogo sana, hivyo siwezi kutoa zaka. Napata kidogo sana, hivyo siwezi kutoa zaka. Muulize mwenzako, unapata kiasi gani? Ndugu zangu, hakuna wakati ambapo utasema nimetosheka, kwa sababu macho hayashibi kuona, tumbo halishibi kila siku linakula. Hatutoi zaka kwa sababu tunapata vingi, kwa sababu maandiko yanasema asiye mwaminifu katika kidogo anachopata hawezi kuwa mwaminifu katika kikubwa anachopata. Ile roho inayokufanya ukose uaminifu katika kipato kidogo ulicho nacho, ndiyo roho itakayokuzuia kukosa uaminifu hata utakapokuwa na mamilioni na mabilioni ya pesa. Asiye mwaminifu katika jambo lililo dogo hawezi kuwa mwaminifu katika jambo lililo kubwa pia. Tuseme kwa sauti piga pale nyuma, amen, haleluya, amen, amen, amen. Angalia katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Kwanza 17:12.
mwanamke mjane ni mfano wa watu ambao wanakataa kutoa kwa sababu wana kidogo. Wana kidogo, yani una kidogo, kwa hiyo hutaki kutoa fungu la 10 kwa sababu unapata kidogo. Wafalme wa kwanza 17:12 anasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Huyu hapa anakataa kuleta mkate kwa mtumishi wa Bwana kwa sababu anasema, sina kitu ila kidogo, nalipo 60,000 tu, siwezi kutoa zaka. Nalipo 200,000 tu, siwezi kutoa zaka. Nalipo 500,000 tu, sitoi zaka. Nalipo 80,000 tu, sitoi zaka. Nalipo 1,000,000 tu, kwa hiyo siwezi kutoa zaka. Haya ni mawazo potofu ya watu wasiotaka kutoa zaka. Wazo la pili, wasiotoa zaka huwaza kwenye mioyo yao hivi: napata sana, siwezi kutoa zaka, maana fungu la 10 katika zaka yangu ni kubwa sana. Napata sana. Huyu ni mfanyabiashara, anapata faida mpaka milioni 100, anawaza nikatoe zaka shilingi milioni 10 kabisa, sitoi. Kwa kuna wale ambao hawataki kutoa fungu la 10 kwa sababu wanaona kiasi wanachotoa cha fungu la 10 kutoa katika mapato yao ni kikubwa sana. Na kuna hao ambao wanasema kiasi cha fungu la 10 ninachopaswa kutoa ni kikubwa sana kulingana na mshahara wangu. Nataka unielewe vizuri hapa. Niangalieni wote hapa. Niangalieni. Angalia. Huyu hapa mshahara wake kidogo, anasema mimi mshahara wangu hautoshi mahitaji yangu, kwa hiyo siwezi kutoa zaka. Huyu naye anasema kiasi ninachopaswa kutoa fungu la 10 ni kikubwa sana, kwa hiyo siwezi kutoa. Anaona analipo milioni 2, sasa kutoa 200,000 inakuwa mtihani, inakuwa mgogoro. Analipo milioni 5. Mchungaji mmoja aliwahi kunishuhudia ushuhuda wa mshirika mmoja ambaye alikuwa anamlilia kila mara, mchungaji niombee, nauza eneo langu. Alipati wateja, alikuwa anauza ploti, wateja hawaji. Mchungaji akakazana kumwombea, mwisho akauza sijui milioni zaidi ya 60 sijui ngapi huko. Mchungaji alipojua ameuza akamuita ofisini, sasa mwanangu, unapaswa kuwa mwaminifu kumtolea Mungu zaka. Umeuza bei gani? Mimi sikumbuki vizuri aliuza shilingi ngapi, lakini labda tu let's say niseme nimeuza milioni 80. Basi sasa unatakiwa utoe milioni 8 fungu la 10. Milioni 8 kabisa mchungaji. Punguza kidogo. Mchungaji nipunguzie. Mchungaji akamuelewesha kwa neno la Bwana, ni 1% hiyo ya 10 ya mapato yako. Sasa akatoka bila hata kuaga ofisini, akahamia na kanisa jirani ili kukwepa kulipa zaka. Na mtu kama huyu unaweza ukamcheka, lakini amrudi kwenye maisha yako. Umekuwa mwaminifu kiasi gani katika wingi wa mapato unayopaswa kumtolea zaka? Umekuwa mwaminifu kiasi gani katika mapato kidogo unayopata kumtolea Mungu zaka? Kwa sababu unapaswa kuwa mwaminifu. Unapopokea mshahara kidogo, uwe mwaminifu katika kidogo unachopata. Kama unapokea sana, uwe mwaminifu katika mapato makubwa unayopata pia. Kwa hiyo anasema mimi bwana nina mamilioni, kwa hiyo napaswa kutoa zaka, hela nyingi siwezi kutoa. Na ukumbuke, unapotoa zaka nyumbani mwa Bwana, zaka tumesoma kule katika andiko la msingi Mambo ya Walawi 27, tulisoma pale mstari wa 20 na 22. Zaka yote iwe ni ya mbegu ya nchi
au matunda ya nchi ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Sema amen. Kwa hiyo mtu huyu anasema mimi napata sana, kwa hiyo sitaki kutoa zaka. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 29 mstari wa kwanza. Daudi hakuwa na mawazo mabovu kama hayo. Angalia mstari wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kumbuka wewe pamoja na mapato yako yote na ile fungu la 10 vyote ni vya nani? Ni vya Bwana. Sema amen. Wazo la tatu, wasiotoa zaka wanawaza hivi, wanasema mimi si mjinga kamwe, sitatoa zaka. Kwa hiyo huyu anawaona wanaotoa zaka ni wajinga. Kwa hiyo yeye anajiona sio mjinga, na kwa hiyo hatoi zaka. Anasemaje? Sema wanasema hivi. Kila mmoja sema hivyo basi. Sema wasiotoa zaka. Baadhi ya mawazo ya wasiotoa zaka ni haya. Wanasema hivi, mimi si mjinga, sitatoa zaka. Kwa hiyo wale ambao hamtoi zaka, mnawaona wale wanaotoa zaka ni wajinga, na nyinyi mnajiona ni werevu, wajanja. Kumbuka, usisahau mithali ya Waswahili walisema, ndege mjanja ananaswa wapi? Kwenye tundu bovu. Kila unapofikiri wewe ni mjanja na unakwepa mapenzi ya Mungu yaliyo wazi, yaliyofundishwa kwako kwa uaminifu na kwa ukweli na kwa uwazi, unajiweka kwenye nafasi ya kunaswa kwenye tundu bovu. Wazo la 4 la wasiotoa zaka, naenda haraka. Wasiotoa zaka pia uwaza wakisema, pesa zangu nimezitafuta kwa shida sana, sitoi zaka. Pesa zangu nimezitafuta kwa shida sana, kwa hiyo sitoi zaka, maana nimetaabika sana, nimezipata kwa jasho. Kwa nini nitoe zaka? Wale mnaotoa jasho mpo? Wazee wa majasho mpo? Unazipata kwa jasho, kwa hiyo sitoi mimi. Yaani mtu nitaabike hivi afu nitoe zaka mimi? Baadhi ya mawazo ya watu wasiotoa zaka. Angalia wazo la angalia katika kitabu cha Zaburi ya 131 mstari wa kwanza. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala mambo yashindayo nguvu zangu. Wazo la 5, wanasema asilimia au fungu la 10 ni kiasi kikubwa sana, hivyo nitatoa pungufu yake. Hawa ni wale wenye tabia kama za Anania na Safira. Wanasema fungu la 10 hili ni kiasi kikubwa sana, kwa hivyo nitatoa pungufu. Kwa hiyo unakuta watu wamesimama na zaka na wabariki kwa baraka zote, kumbe sio zaka kamili, ile ni pungufu. Hebu muulize mwenzako uliyekaa naye, leo umetoa zaka? Kama umetoa mwambie ndio nimetoa. Kama hujatoa tu mwambie leo sijatoa. Inawezekana pengine ukupata. Umetoa zaka, muulize. Sasa mjibu sasa.
waliojibu ndio wainue mkono. Ambao waliojibu ndio nimetoa, inua mkono hivi. Sasa wewe uliyekaa karibu na huyu aliyesema ndio, muulize, umetoa kiasi gani? Hicho kiasi ninachouliza hakina maana ya namba. Maana yake kuna wale wanaosema kiasi ninachopaswa kutoa zaka ni kikubwa sana, hivyo nitatoa kidogo. Haya, muulize, umetoa yote au umetoa kiasi kidogo kama Anania na Safira? Unajua Anania na Safira nao walisema, hii ahadi tuliyoahidi ni kubwa sana, hatutoi yote. Watu wa Mungu mpo? Tunaenda mbinguni, mlango ni mwembamba. Jitahidi kuingia kupitia mlango ulio mwembamba. Piga kelele, sema Yesu nisaidie. Wazo la 6. Watu wasiotoa zaka pia hawatoi zaka hivi kwa sababu wana mawazo kama haya. Wanasema wachungaji ni matapeli, tena ni wezi, hivyo sitoi zaka. Kwa hiyo anaona wachungaji wote ni matapeli. Kila anapotoa zaka anaona anatapeliwa. Lakini amesahau kwamba maandiko yamesema zaka yote, iwe ni matunda ya nchi, iwe ni nafaka ya nchi, ni takatifu, ni ya Bwana. Jamani, zaka ni ya nani? Ya Bwana. Sasa iweje kitu cha Bwana wewe muite mchungaji tapeli? Mwambie mwenzako usifanye makosa kama haya. Kumbukeni kwamba imeandikwa katika Wagalatia 6:7, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Haya, wanawaza tena hivi watu wasiotoa zaka. Hii ni mojawapo ya mawazo yanayowapa sababu ya kutokutoa zaka. Wanasema namba 7, najenga, nasomesha, nina wagonjwa, kwa hiyo siwezi kutoa zaka kwa sasa. Unapaswa kufahamu kwamba zaka ya fungu la 10 haihusiani na mipango yako, haihusiani na malengo yako, haihusiani na bajeti ya mipango yako. Yenyewe Mungu alikwisha kuitenga, alikwisha kuiweka wakfu, ni takatifu kwa Bwana. Haihusiani wewe unachopaswa. Yaani Mungu amekuweka wewe kama mkusanyaji tu, lakini sio yako. Usijimilikishe, usiingize kwenye bajeti za ujenzi, usiingize kwenye bajeti za kusomesha watoto, sijui unauguza, sijui unafanya nini. Usiseme mwezi huu nimetingwa sana, kwa hiyo ni lazima nile zaka au nisitoe. Unaingia kwenye makosa. Sema amen. Na ukitaka usiingie kwenye mtego kama huu, usiingize zaka ya fungu la 10 kwenye mahesabu ya mapato yako. Unajua kwa nini unajaribiwa mpaka unakula zaka? Ni kwa sababu unafikiri hata ile sehemu ya Mungu ni yako. Kwa hiyo unaona vibaya kuitoa kwa sababu ulikwisha kuihesabu kama yako. Hivi kwa mfano, mtu akisema mimi nalipwa $1,000,000 take home, sawa? Ikiwa anataka kuwa mwaminifu, asiseme analipwa milioni, aseme mimi nalipwa 900,000. Kama akifahamu hivyo kwenye nafsi yake kwamba mshahara wangu ni 900,000, hata jisikia uchungu kutoa ile 100,000 kama zaka. Lakini anapohesabu mshahara wangu ni $1,000,000, ndipo inapofika saa ya kutoa 100,000 inakuwa mgogoro, kwa sababu ameshaiaminisha nafsi yake.
kama mshahara wake ni milioni badala ya 900,000. Kwa hiyo anajikuta anaingia kwenye mtego wa kula 100% pamoja na laana za Bwana. Fungeni mkono jamani. Wangapi wanajisikia haya mafundisho yanawasaidia? Sikilizeni. Biblia inasema hatukuja na kitu, lakini hata hivyo hatutaondoka na kitu. Kuna azuiaye isivyo haki, lakini anaelekea kwenye umaskini. Mimi kwa kweli tangu nimeanza kutoa fungu la 10 kwa uaminifu sijaona nikipungukiwa kabisa kabisa. Na kuna watu wako hapa ni waaminifu sana kwenye kutoa zaka. Sijawahi kuona hata siku moja wamekuja ofisini wanalia njaa hawana kitu kabisa. Kinyume chake ninaona maisha yao yanastawi siku kwa siku. Lakini wale ambao sioni uaminifu wao katika zaka, kila siku naona maisha yao yakididimia. Najenga, nasomesha, mwezi huu nina safari, kwa hiyo sitatoa zaka mwezi huu. Yaani anaingiza bajeti ya zaka kwenye nauli ya safari zake. Inua mkono sema Yesu nisamehe. Kabisa. Tunalo kundi kubwa la watu wasio waaminifu, hasa wasiomtolea Mungu zaka ya fungu la 10 kwa kutokana na mawazo potofu kama haya. Angalia katika kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 5. Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilinijia lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mwambie mwenzako tafakari njia zako. Kuna watu wana tabia, akikutana tu na jambo fulani linalohitaji pesa nyingi, kitu cha kwanza anachowaza kuacha kufanya kanisani ni kutoa fungu la 10. Hayo ni makosa. Mwambie mwenzako usifanye makosa kama haya. Utakuwa unajidanganya kuja kanisani wakati Mungu anakujua wewe si mtu mwaminifu. Haya, wazo la ngapi hilo? La 8. Sasa tunaenda. Mwingine anasema nina madeni mengi. Mwingine anasema mimi ni mwanafunzi, sijaajiriwa bado. Mwingine nimepata msiba. Mwingine anasema mimi ni mjane, mimi ni mama wa nyumbani tu. Mwingine anasema mimi ni mstaafu, kwa hiyo sitoi zaka. Wewe ni mwanafunzi, kwani baba yako hakukabi pocket money? Ninaye mwanangu Glory pale. Glory, sikupagi pocket money. Una wajibu wa kuitolea fungu la 10, maana ni yako, nimekupa wewe, ni yako. Una uhuru wa kuitumia, itoe zaka na usiilete hapa kanisani. Toa kule unakosali. Kama uko shuleni kuna kanisa la shuleni, toa pale. Kama uko hapa nyumbani, toa hapa. Kwa hiyo usiseme mimi ni mwanafunzi kwa hiyo sitoi zaka, kwani baba yako hakupi mapato ya matumizi. Mimi mama wa nyumbani, hakuna siku mume wako anakukatia fungu. Hani, hili lako. Enjoy life. Mheshimu Bwana. Hapo wamama wanaona mnanitolea macho ambayo sio mazuri kabisa. Sasa nitatoaje fungu la 10 kwenye hela? Si umepewa ni yako. Mradi tu usitoe fungu la 10 kwenye hela ya mboga. Kama umepewa hela ya mboga, hiyo nenda nunua mboga kule na familia. Lakini ukiambiwa mama, huu ni mzigo wako,
Jiongeze, mheshimu Bwana kwa mapato yako. Piga kelele, sema amen, haleluya. Na usiseme ile aliyonipa mume wangu alishaitolea zaka. Yaani ukishapewa imekuwa yako. Mungu anakudai utoe zaka, na ndio maana kuna kitu kinaitwa zaka ya zaka. Hivi unafahamu zaka zote zinazotolewa hapa kanisani huwa zinatolewa zaka? Haujaelewa vizuri. Yaani sadaka mnazotolea zaka, mnazotoa zaka hapa kanisani, tunazihesabu zote na kujua ngapi, na tunawajibika kutoa zaka kutoka kwenye sadaka ya zaka. Kwa hiyo hata kama mume wako alikupa pocket money, alishatolea zaka, ni yako, toa zaka. Mtaki kusema amen kwa sababu sasa mimi sielewi mna mawazo gani kwenye vichwa vyenu, lakini unatakiwa utoe zaka. Yaani ukishamilikishwa ukaambiwa hii ni yako, toa zaka kwa uaminifu. Hupaswi kutoa zaka kutoka katika mkopo. Kama umepata mkopo, usitoe zaka ya mkopo. Umekopa kwa ajili ya biashara, ingiza kwenye biashara. Faida unayopata tolea zaka, lakini usitoe zaka mkopo. Umepata milioni 100 ya mkopo, usitoe zaka. Maana hiyo pesa sio yako, umepewa ili urudishe. Kama unaenda kuizungusha kwenye biashara, izungushe. Ile faida inayokuja kutoka kwenye ule mkopo ndio unapaswa utolee nini? Zaka. Piga kelele, sema kwa sauti amen. Kwa hiyo usijitetee kusema mimi mjane. Kama kweli wewe ni mjane, wewe ni mwanafunzi, wewe sijui ni nani, mbona ufi useme hupati kitu chochote? Jamani, tunategemea mtu ambaye hapati mapato yoyote, tunategemea afe mtu huyu, si ndio? Lakini tunakuona unaishi, unavaa ngozi nyororo, unapiga viwalo, unakulaje? Unakula kwa kutokana na nini? Si hela jamani. Huku mjini kila kitu ni hela. Kwa hiyo usijitetee mimi mjane, mimi sijui nalipwa kidogo, mimi mwanafunzi. Baba yako anajipinda kukupa pocket money. Mheshimu Mungu. Kama unanipenda bado sema amen, 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 amen. Haya jamani, nakaribia kumaliza sasa. Mwingine anasema mimi natoa pesa zangu kusaidia yatima, wajane na maskini, na natoa pesa zangu kwenye miradi ya kijamii, kwa hiyo sitoi zaka. Sasa Yesu anawajibu hapa katika Mathayo 23:23. Manake usiache kutoa zaka kwa kisingizio cha kwenda kwa yatima, kwenda kwa wajane, kwenda kwa watu mbalimbali wenye shida. Takuonyesha wale usiache, lakini zaka nayo usiache. Katika kitabu cha Mathayo 23:23 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na binzari na jira, lakini mnaacha mambo ya makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Umesikia? Imekupasa kutoa zaka, lakini pia uwasaidie yatima, maskini na mjane. Niangalieni hapa. Zaka, wewe kama mshirika huna ruhusa ya kuichukua zaka ya fungu la 10 umpelekee mjane au yatima. Unaposoma maandiko, kulikuwa na zaka ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya yatima.
na mjane na maskini ilikuwa ni hivi. Niangalieni hapa. Zaka ilikuwa inakusanywa nyumbani mwa Bwana. Kuhani ndo alikuwa anajua sensa ya watu wake. Miongoni mwa watu wake kuna wajane wangapi? Kuna yatima wangapi? Kuna maskini wangapi? Kuna wahitaji wangapi? Ndio anatoa sehemu ya zaka, anawapatia kama msaada utokao nyumbani mwa Bwana. Lakini sio wewe kuchukua fungu la 10 la mapato yako ukampelekea maskini au mjane, kwa sababu yule mjane au maskini sio kuhani wala sio Mlawi. Kibiblia waliopewa na Mungu wale zaka ni makuhani na Walawi waliohudumia nyumba ya Mungu. Nao waliagizwa kutoa zaka ya zaka kuwapa maskini na wahitaji. Kwa hiyo wewe usichukue jukumu la kuhani kwenda kumtembelea mjane na kumpa fungu la 10. Wewe fungu la 10 umeagizwa, leteni zaka nyumbani mwa Bwana, kiwemo chakula cha kutosha hapa. Alafu kama una huruma na mjane, una huruma na yatima, una huruma na maskini, basi utamsaidia maskini huyu, mjane huyu na yatima huyu kutoka katika mapato yako baada ya kutoa fungu la 10 kanisani. Sio wewe uchukue fungu la 10 umpelekee maskini. Nani ananielewa hapa? Punga mkono kama unanielewa. Nataka kila mmoja punga mkono kama umenielewa hivi. Kwa hiyo usiende kutembelea kituo cha yatima ukasema mimi mwezi huu sitoi zaka maana nimeshaenda kwa yatima. Bado unafanya makosa. Lakini wanawaza tena wazo la 10. Wasiotoa zaka huwaza wakisema, sijawahi kutoa zaka na sijaona laana yoyote maishani mwangu. Huyu anagamba, wanasema ukisipotoa zaka unalaaniwa. Mimi sijatoa zaka, sijawahi kutoa zaka na wala sijawahi kuona laana yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ana kiburi, anasema mimi zaka sitoi na wala sijawahi kuona laana. Ngoja subiri. Hivi unajua hukumu ya Mungu juu ya watu waovu haiji upesi. Yaani Mungu huwa hawapigagi watu waovu upesi. Mwanzo 2:17 anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda hayo ya mti huo utakufa hakika. Hivi mnakumbuka siku Adamu alipokula matunda yale, alikufa siku hiyo hiyo? Alikufa siku hiyo hiyo? Yaani kifo chake kilikuja kutokea baadaye sana. Hata kwanza ameshasahau kwa nini amekufa. Hivi unaelewa, unaweza kuja kukutwa na kifo usielewe umekufa kwa ajili gani. Kwa sababu Mungu hata kuua siku umekula fungu la 10. Anangoja umesahau kabisa. Ndio unapigwa na kitu, unatafuta sababu ni ipi, hata utajua ni sababu gani. Mwisho, wasiotoa zaka pia ufikiri wakisema, nimetoa zaka zangu nyingi sana, sijaona mafanikio yoyote kiuchumi, kwa hiyo sasa hivi sitatoa zaka. Jamani, huyu anasema mimi nimetoa zaka zangu nyingi sana, tangu nimeanza kutoa sijaona mafanikio yoyote. Kumbuka, sio lazima Mungu akupe gunia la pesa kwa sababu unatoa zaka. Yaani Mungu anajua cha kukupa. Anajua ni wakati gani unapaswa upate nini na kwa muda gani, na ni kitu kilicho sahihi kwa maisha yako. Sema amen, haleluya.